hii kwenda hatua inafuatia. Kwa hiyo tunamshukuru Mwenyezi Mungu. Ali, ni idadi kubwa ya mabao, lakini baadhi ya watu wakiwemo mashabiki bado hawaridhishwi ambacho kocha anakionyesha na wachezaji wanakionyesha uwanjani. Kwa upande wako ni mkaji. Tena kama kuna siku tumecheza mechi ngumu ni leo. Tumecheza mechi ngumu sana kwa sababu hawa wa Angola walikuja kama mtu ambaye anatafuta pumzi kwenye kina kirefu cha bahari. Walikuja wako very aggressive first half. Mimi niwapongeze sana wachezaji wetu, waliweza kucheza kwenye ile pressure ambayo wamekuja nayo hawa jamaa wa first half, na wamethibitisha leo mileti ya Angola kwamba sio timu nyepesi. Kufungwa home and away na Yanga imeua kabisa performance yao ya leo. Ile story ambayo mlikuwa nayo kwamba Yanga imecheza na timu nyepesi, hawa jamaa sio timu nyepesi, na wameprove leo mbele ya macho yenu quality ambayo wako nayo. Kwa hiyo mimi niwapongeze sana wachezaji. First half waliweza kusalia mchezoni licha ya pressure kubwa ambayo walikuja nayo. Second half yakafanyika badiliko kidogo ya kiufundi. Profesa Pacome akarudi shimoni pale, Edmund akaenda kushoto, Chikola akaenda kulia, na rhythm sasa ikaanza kupatikana. Baadaye akatoka Prince Dube akaingia Tembo Boyeli, ile rhythm sasa ikaanza kupatikana. Limefungwa goli bora sana nafikiri kwenye hii hatua ya awali. Sidhani kama kuna goli ambalo movement yake ni movement bora kama hili goli la Pacome Zouzoua hapa alofunga leo. Kwa hiyo imekuwa ni performance nzuri second half, na mwalimu wetu ameendelea kuthibitisha anaweza kusoma mchezo, akabiliana na pressure na akaja na majibu pindi ambako anaulizwa maswali magumu kwenye pitch. Kama Yanga hii ya Romain Folz kipindi cha pili inaonekana kuwa hatari ukichukua kwenye sample baadhi ya michezo mikubwa ya Simba kule ugenini. Hapa leo unaona kipindi cha pili huwa inakuja kivingine zaidi. Siri ni nini? Hakuna siri yoyote nyuma, tunaendelea kutengeneza bado. Yaani kuna kitu bado tunakitengeneza. Fikiri second half leo mmeona rhythm ambayo tulikuja nayo. Naamini ndani ya muda mfupi tu hii rhythm itakuwa imeshakolea hii. Kinachoonekana kipindi cha pili kitaonekana pia kipindi cha kwanza. Leo tulikuja na plani ya kufunguka tuweze kumaliza hii mechi mapema, lakini jamaa ndani ya dakika 15 wakatuonyesha kwamba na wao dhamira yao ni kuja kufanya comeback. Sasa unapokuwa unajua mpira, ukishaona timu inacheza namna ile kwa very aggressive na wewe una faida ya goli 3, hauwezi tena kucheza kama kuku ambaye amekatwa kichwa. Lazima upunguze kidogo tempo ya mechi, uache wacheze, pumzi pungue kidogo, alafu second half ndio ufungulie sasa booster. Kwa hiyo second half tumefanya ambacho tulipanga kufanya kipindi cha kwanza, lakini wenzetu wamekuja beta sana, wamecheza vizuri na tuwapongeze kwa siku ya leo. Mfumo kubali kipindi cha pili. Kipindi cha kwanza tutaka tuonyeshe mfumo, hawa jamaa wakatukabia kwa juu. Wakaja wangu wamekuja wote. Yaani walikuwa wanafuata mpira mmoja watu watatu. Tukasema hapana. Mfumo hata kama umekubali tusionyeshe muda huu. Tukiifungua hii mechi, wakipata goli hawa mechi itakuwa ngumu zaidi. Nafikiri mmeona first half wametengeneza nafasi, moja imekula Besela pale, nyingine Diara kama kacheza nayo cross hivi, walikuwa wako na hatari kweli first. Tukasema tusicheze kama watu ambao hatuna uzoefu. Turudishe timu chini kwanza, tuwa contain hawa watu, alafu second half tukawaonyesha Young Africans zinafananaje. Kwa hiyo ali hizi taarifa za kwamba coach Romain ataungana na Ruben Amorim na kuwa miongoni mwa kocha ambao wanaweza usimfananishe kocha wetu na hayo matatizo. Tafadhali. Usimfananishe kocha wa Yanga na kocha wa Manchester. Ni watu wawili tofauti kabisa. Wanaweza kufanana rangi, lakini hawawezi kufanana hatima, ndugu yangu. Anayoyapitia Manchester ukifananisha na Yanga, hata mimi unanitetemeka. Manchester hawezi kufanana na Yanga, ndugu yangu. Sisi tuna rhythm yetu inakwenda na inaonekana kwamba kuna kitu tunakitafuta. Kimsingi leo kocha bado yupo. Malizia bado yupo sana. Sio bado yupo sana. Kuna kitu tunakitengeneza na naamini inshallah mnachokiona second half. Na leo hawa jamaa ninachofurahia hawa leo wamethibitisha kwenu ambao mlikuwa mnasema Yanga amefunga kibonde. Hawa sio vibonde, hawa jamaa wana hatari. Ni timu ambayo ina quality kubwa. Walionyesha hapa namna ambavyo wamekuja kutaka kupindua meza. Tungekuwa hatuna uzoefu, tunakwenda kwa pressure ya mashabiki, tukafungua ile mechi kipindi cha kwanza. Sasa hizi tunazungumza vitu vingine hapa. Tulikuwa tunazungumza vitu vingine kabisa, lakini tunazungumza hapa clean sheet ya ngapi kocha anapata? Sio ya 5, sio ya 6. Mfululizo hatujaruhusu goli, tumepata kamba nyingine 2. Inaonyesha ukomavu wetu wa kimpira na uzoefu wetu wa kimashindano. Kama mfumo umekubali, lakini inaonekana kama hamjapata kikosi cha kwanza. Manake mwalimu anabadilisha sana wachezaji. Inatokana na mechi ndugu zangu. Tuna back to back. Hivyo tunaondoka kesho saa 10 kuelekea Mbeya.
kuna mechi nyingine tena Mbeya na Mbeya City ya ligi. Kwa hiyo hii back to back hii inafanya mwalimu pia awe anafanya rotation. Kwa mfano jana Mohamed Dumbia alipata shida kidogo kwenye uwanja wa mazoezi. Wataalamu wa afya wakamshauri mwalimu, hakuna haja ya kumriski huyu kucheza mechi hii na una mechi nyingine ngumu ya ligi inafuatia. Kwa hiyo mpumzishe. Ndio maana hamjamuona leo Mohamed Dumbia. Angeweza kucheza kama tungekuwa nikauka nikuvae. Lakini tuna squad pana na mwalimu anajaribu kuadapt mazingira haya ya rotation na hizi mechi tuweze kupata matokeo mazuri. Jambo la msingi ni kwamba tunafanya rotation na watu wanalia. Tunafanya rotation na watu wanaumia. Kulikuwa kuna tetesi za Aucho kurejea Januari kwa maana ya kwamba pengo lake imekuwa ni ngumu kuzibika. Kwa hiyo anachokionyesha Azizi ya Ndambwile ni wazi kwamba pengo limezibika. Kwanza anarudia tena. Aucho ni legend wa Young Africans Sports Club. Ni gwiji wa klabu yetu. Amefanya mazuri na ni nembo nzuri ya klabu yetu. Aucho tayari ni mchezaji wa Singida Black Stars. Yanga tayari na viungo wake wa chini kwenye timu yetu. Huo mpango haupo. Mpaka ninapozungumza na nyinyi hapa hakuna hata mtu mmoja hata aliyewaza kwa kimya kimya akamwambia mwenzake. Hakuna. Tunao viungo wetu, tunaendelea kuwaamini na tunaamini kama tulivyoanza kumwamini Khalid Aucho wakati anakuja, tukampa nafasi na akaondoka akiwa moja ya viungo bora kwenye ligi yetu. Tunaamini na hawa ambao tunawapa nafasi insha Allah wataondoka wakiwa ni miongoni mwa viungo bora kwenye klabu yetu. Hali mara kadhaa umekuwa ukikiri kwamba yale ambayo yanazungumzwa kwa wachezaji mabaya umekuwa ukiwafikishia. Vipi kwa sasa ambapo kocha akizungumza? Uzuri ni kwamba wanasoma. Yes, wanasoma sio tu benchi la ufundi wachezaji wanasoma. Duniani kote pressure hii, unajua hii pressure ambayo Yanga wako nayo ni pressure ya dhidi ya Yanga yenyewe. Sio kwamba kuna kitu Yanga wanafanishwa nacho, ni Yanga yenyewe dhidi ya Yanga yenyewe. Watu wanatafuta, wanasema ni ile identity ya club ndio inatafutwa, yani kwamba mbona tupigi pasi 80, tupigi pasi 1000, tupigi pasi 2000. Lakini mwalimu anatuonyesha ana plani yake na anatuonyesha ana mipango yake, na alhamdulillah mipango hiyo inatugia matokeo. Unajua timu haichezi vibaya kama Manchester, haichezi vizuri na inashonwa. Lakini sisi huku tunacheza kwenye falsafa mwalimu anatuletea na tunapata matokeo mazuri. Ni jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu, na leo nyie mnakiri kwamba kipindi cha pili Yanga inakuwa hatari. Kwa maana yake tunakwenda kufanyia kazi kipindi cha kwanza kifanyana na kipindi cha pili, mambo yaende vizuri. Sasa kwa nini wanakuwa wanamjadili sana? Maana yake ni mapema, kocha tu kama hapa ana mechi labda 5 mpaka sasa hivi. Unafikiri ni kwa nini tofauti na makocha wengine wote ambao si timu kubwa, wewe unafikiri alikuwa anafundisha huyu timu ndogo ndogo angejadiliwa? Timu kubwa kaka, lazima kila siku uzungumzwe. Hivi tungekuwa tumeshinda leo goli 8, nyenye mngejadili nini hapa? Hizi maiko mmekuja hapa mnaswali tu la kocha wote. Timu kubwa hii lazima naye apitie hii pressure ya kufundisha timu kubwa. Ametoka timu zinazofundisha, amekuja Young Africans, anatakiwa feel pressure Young Africans. Unashinda 2, jumla goli 5, una qualify, hujaruhusu goli, bado watu wana demand zaidi. Hiyo ndo Yanga. Huyu kocha sio mimi, anatonifaisha huyu kocha namna ambavyo anavuruga watu. Yeye anakuambia nini ukizungumza naye, kwa sababu anaona maandiko ya watu wengi waandishi wakimjadili. Wewe ukizungumza naye kitu gani ambacho anaweza kusema? Yeye anaendelea na maandalizi yake, anaendelea na mipango yake, na tunaamini inshallah tutachanganya tu. Mambo yatakuwa sawa. Wala hakuna haja ya kuwa na pressure.